Lakini nataka nikuulize kitu na uniambie ukweli. Ulinipa taarifa kwamba wewe kwa sasa umenasa, una ujauzito. Ili jambo liko serious? Babe, siwezi kukuongopea. Nina ujauzito 100%. Oh. Sasa tunafanyaje? Ulitumia kipimo gani mpaka ukajisi kweli una ujauzito? Usije ukawa unajikadiria tu. Baby, dalili zote nimeziona. Nachagua vyakula, napenda kula ndimu, yani vitu vichachu. Nikachukua maamuzi ya kwenda kupima, nikajulikana nina mimba. So, tunafanyaje sasa? Jamani baby, unaniuliza mimi wakati wewe ndio kichwa cha familia? Vizuri. Wazo langu ujauzito utunze na uhitaji. Nakataka katoto. Sina rangi yako na rangi yangu. Nafahamu kuwa umeshamaliza shule. Form 4 sio? Usiwe na ndoto za kuendelea kusoma. Maisha yako yatakuwa chini yangu. Nakupenda. Nakupenda pia. Seriously? Nitunzie kitoto changu baby. Asante kwa mara nyingine. Twende basi kwa baby. Si ndio? Hivi Daisha, kwa nini umeamua kunikingia kifua na kunitetea kwa mume wangu kwamba ujauzito ni wa kwake? Wakati kiuhalisia ujauzito sio wa mume wangu, ni ujauzito wa Mshua. Sikia nikwambie wewe binti. Hiyo mimba uliyobeba ni ya mume wako na wala sio ya Mshua. Njama zako nazijua vizuri tu, sio unanielewa? Alafu unachotakiwa kukifanya kwa sasa hivi, uwe tulia na mume wako wewe fukara na ndembe sijui konde boy unajua wewe. Kuhusiana na swala la Mshua, sahau kabisa. Mimi najua fika kwamba huo ujauzito ni wa mume wako na wala sio wa Mshua, bali umeamua tu kumbambikizia Mshua ili mradi uweze kumla mali zake. Mimi nadhani wewe humjui Mshua vizuri wewe. Mshua ni mtu mwenye akili nyingi sana, zaidi ya Mchwa. Hivyo basi, sio yeye tu, hata mimi bulletproof wake. Nitasimama na yeye bega kwa bega kuhakikisha kwamba huo ujauzito wako huo uweze kumbambikia kamwe. Labda tu nikupe faida moja, kama ulikuwa hujui. Kwenye hii vita, siku zote mshindi nitabakia kuwa mimi tu, na sio mtu mwingine yoyote yule. Hivi, ulishajiuliza kwa nini nilikutetea mbele ya mume wako na kumwambia kwamba huo ujauzito ni wa kwake na sio wa Mshua? Hauwezi kujua kwa sababu ubongo wako bado haujamachua. Wewe ni mtoto mdogo sana. Nilifanya hivyo kwa sababu nilizijua njama zako zote. Hivyo basi, kwa vile nilishaujua mpango wako, na mimi naandaa njia yangu ya ushindi. Wewe uliamua kula chakula chote. Mimi nimeamua kuichukua hiyo sahani na kuisafisha mazima. Babe, unaenda? Unauza mimi naenda wapi kati ndo kushakucha saizi? Sana mazungumzo na wewe lakini. Sawa tuongee tu. Yaani baby, mimi sitaki kabisa wewe na ukaribu na yule sijui Aisha Bonge, sijui Aisha, mimi sitaki wewe naye karibu. Kwani amekufanya kitu gani mpaka unasema hayo yote? Mimi yule pale mimi hanipendi, ananichukia, hataki hata niwe karibu na wewe. Yaani sometimes nikutana naye mimi nakuwa hata sina amani. Alafu ana maneno ya karaha huyo. Kuna muda anaongea mpaka nasikia kabisa mtoto wangu mimi anabinjuka tu, mtoto wangu anakosa amani, mwisho mtoto wangu atoke na degedege, atoke na kifafa. Yaani yule pale atafanya nize mtoto mlemavu. Kwa maneno yake? Ndio, kwa maneno yake, ana maneno ya shombo. Yote tu kwa kuwa kupita kwake. Kwani lazima kupita kwake?
Mimi yule pale simpendi. Ukiwa karibu naye tutafanya nizie mtoto kilema. Sasa kwa nini unataka mimi nikae mbali na huyo Aisha? Kwani wewe na Aisha kuna kitu gani kinachoendelea? Mimi nilikuwa natoka huko na kuja kwako. Sasa nikakutana naye akaanza kuniambia naachane na wewe. Kwa hiyo maneno yake yanakukwaza sana kiasi ambacho kitoto chetu kitapata matatizo. Achana naye yule babe, mimi ataniumiza, mtoto ataumia jamani. Sasa nawe kwa nini unamruhusu yeye anaongea maneno mabaya? Hicho kitoto kinaanza kusikia maneno mabaya kutoka kwa watu waliokubuha kama yeye. Jamani, wewe unamtuliza sasa. Au ukimwona anaongea maneno kama hayo, mkwepe, ondoka. Mimi sitaki kitoto changu kipate matatizo mapema. Sawa, mimi najaribu kumwepuka, lakini nikiwa napita kwenye safari zangu nakutana naye ananiambia maneno ya shombo, mimi mchawi, mimi niachane na wewe, nitakuharibia maisha yako, sijui. Mtoto wangu mpaka namuonea huruma. Haya, kama anaongea maneno kubwa, mtoto wangu ambaye yuko tumboni kwako, au uoni kama anaenda kumfundisha tabia mbaya? Kusikia maneno kubwa. Sipendi bwana, sipendi. Afu mbona kama ujaji wako kama kuna kitu ambacho umekifuata kingine tofauti na hizo taarifa za huyo Aisha? Vipi, una hamu? Ndo ungekuja sasa ukasema kwamba mimi najisikia natamani kufanya tendo na wewe Mshua. Tamka tu, kwa nini usiwe muwazi? Usiwe kama wapenzi wengine, mke na mume wanashindwa kuambiana kama wanataka kufanya tendo mpaka wanatumia nguvu kama wanabakana. Wapenzi nao hivyo tu, vurugu tu, mpaka sometimes ile ngoyo ndani yani chupi inajikunja kama ngata, ndio mtu anaenda kufanya tendo. Au kiuliza ni wapenzi. Mimi nataka uje ukiwa huru, unasema kabisa kwamba mimi nina hamu kufanya na wewe Mshua, na mimi nakuhudumia. Kama unajisikia kwamba tunaweza kufanya, choma ndani. Kama uko vizuri huko. Ndio nataka. Kwani wewe hujui? Na siku ngapi tutakutana? Choma ndani, unachelewesha nini? Hilo jambo kwangu ni muhimu sana kuliko majukumu yangu mengine. Hivyo mdada, unadhani kubeba mimba ya Mshua ndio unaona umemaliza kila kitu? Ndiyo, nimemaliza kila kitu. Nimembebea mimba Mshua kwa sababu nampenda. Niko tayari kwa lolote lile. Sawa. Sasa basi, mimi naenda kumaliza kila kitu. Wewe unaona kubeba hiyo mimba unaona umepata kila kitu Unaona dhahabu kabisa Sasa naenda kukomoa. Wala unitishi. Unaenda kuniharibia wapi? Mbona kama sikuelewi? Unielewe? Basi utanielewa. Sasa naenda kumwambia baba yako kuwa wewe una mimba ya Mshua. Eti naenda kumwambia mzee wako. Ulizani vile utaja jina la baba ukajua nitastuka? Wala hata sistuki. Wewe nenda kamwambia, hata sasa hivi ukitaka nyanyue miguu yako uende. Mshua ndio kila kitu kwangu, sijui unanielewa? Nikajua unaenda kumwambia mtu wa maana, kumbe unaenda kumwambia baba. Wewe nenda, mimi na Mshua ndio tuko pale pale. Isitoshe, mimi ni mtu mzima, nina maamuzi yangu. Mimi sio mtoto, sivai pempasi. Uo mdomo wako utakutokea puani. Yaani utakutokea puani kabisa? Maana unaona umepata kila kitu kwako wewe. Kubeba hiyo mimba basi utakuwa umebeba kama dunia mzima. Sasa naenda kumwambia kila kitu. Wacha tuone kati ya chui na paka nani zaidi. Muangalie kwanza. Mimi nikajua naenda kumwambia mtu wa maana, kumbe unaenda kumwambia baba. Kumbe hatu kuoga. Vipi shoga yangu? Mbona hivyo? Si huyo mtoto ametoka kunitibua muda si mrefu. Nani tena? Awe nani? Si huyo Nyawana. Nimekutana naye hapo njiani hapo.
nikawa namuelekeza kuhusiana na mimba yake, basi anajiona ana mdomo, yani anachoongea, yani hata kieleweki. Anaona alipopata hiyo mimba ya Mshua, basi anaona yeye kwake yeye amepata kitu cha maana kabisa. Wenzake wote anatuona kama mataila yani. Yaani unataka kuniambia najishaua na kile kimimba chake? Na vile simpendi yule dada, namchukia. Nadhani wewe unampenda. Yaani mimi sitamani hata kumuona. Maana yule mtoto kila unachomwambia haeleweki. Ukimwambia fanya hivi anajifanya yeye ndo kila kitu. Yaani mimi kama ningekuwa na uwezo wa kumwambia Mungu, basi ningechagua tu yule mtoto amuue. Kwa sasa shoga yangu, unataka kufanyaje sasa? Kwa hasira nilizonazo, nimemwambia kuwa nitamwambia baba yake kuwa ana ujauzito. Sasa ikishindikana, nipo tayari kwenda kwa mganga. Maana simpendi, tamani hata kumuona. Shoga yangu, au maamuzi ni magumu, lakini mimi nakuunga mkono. Ikiwezekana kile kitoto tukiue. Maana sikipendi na kichukia. Sitaki hata kukiona. Sawa, hakuna shida. Baadaye basi. Haya. Hivi Aisha, mbona ni mtu mzima kabisa wewe? Na ninavyojua lazima uwe na akili zako timamu. Lakini jeuri hiyo kutaka kuja kunigombanisha mimi na Mshua, umeitoa wapi? Wakati Mshua mwenyewe amenihakikishia hakuna mtu ambaye anaweza kustopisha mapenzi yangu mimi na yeye. Jeuri umeitoa wapi wewe? Ngoja kwanza. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Mshua mwenyewe kwa kinywa chake amekuhakikishia kwamba hakuna mtu yote mwenye uwezo kuingilia mahusiano yenu, si ndio? Sikiliza nikwambie kitu. Kaniambia kwamba sina haja ya kupitia kwako. Direct niwe naenda kwake. Na kingine, mimi ni mtu mzima. Na usitaki kunilinganisha kama vile vitoto vidogo vilivyokuwa na vichukua vienda kutoa ngono kwa Mshua, half helo na kula wewe. Sio mimi madam. Naona umeufikisha ujumbe wangu ipasavyo, si ndio? Na ndio maana mmekuja na solution kama hiyo. Eti Sasa sikia nikwambie. Mimi ndio Aisha. Nikiamua kulianzisha jambo langu, huwa sikati tamaa mpaka nilitimize. Kwa hiyo kama nilivyokula nadhiri, kuifanya ndoa ya Mshua itimie, ndio hivyo hivyo nitakula nadhiri kukufanya wewe uachane na Mshua. Sijui unanielewa vizuri hapo? Sikiliza nikwambie. Acha kuniingilia kwenye mambo yangu. Na acha kunifuatilia maisha yangu. Dada, nitakuharibu. Kijuso mviringo wewe. Kiukweli mganga, nimegundua wewe ndio unanifaa. Maana nilizunguka kila sehemu ninayoenda wananizungusha tu, natoa hela zangu afu hakuna hata cha maana wanachonifanyia. Ila hapa naona ndo sehemu sahihi. Kwa hiyo babangu, naomba usinichoke. Hapa nimekuja na jambo lingine tena jipya. Naomba uniachanishie watu hao wawili, maana ni ving'ang'anizi. Kila nikiwakataza kuendelea kuwa kwenye mahusiano hawanielewi. Kwa hiyo naomba hili jambo ulifanyie wewe kazi. Una jambo gani tena hilo? Nataka uachanishe, kuna mkaka mmoja hivi anaitwa Mshua na binti mmoja hivi ni mke wa mtu anaitwa Pili, mke wa Nambende. Yaani nataka uwapige mfara kababu kubwa, sio wa kitoto. Yaani nataka wasiongeleshane, wasijuane, na hata ikitokea wakaenda huko mbinguni kwa Mungu, wakibakia wawili, hakuna mtu yote mwenye ruhusa kuongea na mwenzie. Waishi kama chui na paka. Sawa, hakuna shida. Ngoja nitizame kwenye darubini yangu, kisha nikupatie majibu. Mbona hawa watu nikiwaangalia wanapendana hivi na unataka tuachanishe? Kwa nini? Mganga, hao nawaona hapo ni Mshua na huyo mdada ni mke wa mtu. Mkaka mmoja hivi anaitwa Nambende ndo mke wake huyo. Sasa huyo ni mke wa mtu na huyo ni Mshua. Wanawezaje kupendana wakati sio mke na mume?
Kama sio kuongopeana tu na kupotezeana muda. Nimeshakwambia huyo mwanamke ni mke wa mtu na huyo mwingine ni mshua, ni bosi wangu mimi. Sasa huyo mwanamke kwanza naona anaharibu tu kila kitu kwenye mfumo wangu wa maisha, naona anaenda kuniharibia. Kwa hiyo hapo hakuna cha mapenzi wala cha nini. Mimi ninachokuomba, naomba wafarakanishe. Si ndo kazi yako babangu? Au sawa, hili jambo lako litekelezwe. Unatakiwa kaniletee kinyesi cha simba ili niweze kutatua haya matatizo yako yote uliokuja kunielezea hapa. Kinyesi cha simba tena mganga? Kuna mbuga huku, mbona nipa kazi ngumu hivyo? Sasa si unataka niwaachanishe? Unajua simba anaogopeka sana. Yaani ukitaka nifaulu, niletee kinyesi cha simba. Ndio maana kumbe ulikuwa unasema wanapendana. Yaani wewe lengo lako kumbe ni kuniwekea tu kauzibe. Una lolote hapa? Mbona sikuelewi wewe mganga? Hivi lengo lako ni kunisaidia au kunikandamiza? Haya ngoja nikuulize. Hicho kinyesi cha simba mimi naenda kukitolea wapi? Wewe umekuja kwa mganga kumjaribu au umeleta matatizo yako yatatuliwe? Utachagua wewe. Ukaleta kinyesi cha simba au uendelee kuongea. Na kingine mganga huwa afundishwe kazi ya kufanya. Umenielewa wewe? Umekuja kwa mganga kueleza matatizo yako. Inatakiwa utekeleze maagizo ya mganga anaokupa. Sio unaanza kuleta maneno yako. Sawa babangu ufundishwe, lakini kwenye ukweli acha tu niongee hata kama mimi nina shida. Mbona unaonekana kama unaniwekea kauzibe? Mimi sasa hicho kinyesi mimi nakutolea wapi? Kwa mimi nitoke hapa niende huko Ngolongolo sijui Mikumi nikatafute tu kinyesi. Haya, hata ndo mfano nimejitahidi sasa nimeenda. Naenda kujuaje kama hili kimba la simba, hili la tembo, sijui la chui? Mimi natofautishaje? Mbona unaniwekea mambo ugumu hivyo? Unakaza baba, hapana. Utachagua wewe. Uende kaleta kinyesi kule niletee hapa nifanye kazi yako au uendelee kukaa hapa mpumbavu wewe? Basi sawa, nimekuelewa mganga, nitafanya hivyo unavyotaka wewe. Mwenye nyumba na yeye anacheka. Kumbe anamdangia